Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawapenda jamani. Amen. Yesu wenu anawapenda zaidi. Amen. Kwa majina naitwa Nazareth Goodluck Liza. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Niko mahali hapa, niko mahali ambapo Mungu ameniweka kwa ajili ya kutumikia kusudi lake. Amen. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu. Nafikiri mwaka juzi nilitoa ushuhuda ya kwamba ilitokea kuvunjiwa nyumba 37 kwenye mtaa wetu, na kilichojiri wakati nilikuwa naomba na kumshukuru Mungu, nyumba zote zilivunjwa ikabaki ya kwetu. Baada ya hapo kama miezi mitano wakaja wakavunja na ya kwetu wakaimalizia. Lakini sikuacha kumshukuru Mungu, haijalishi kwamba tulifunga na kuomba ili lisitokee, lakini bado Mungu aliruhusu likatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tuliendelea kumshirikisha mtumishi, ametuombea sana na sisi tumeendelea kuomba. Mungu ametufanyia amani. Tumeweza kushinda kesi aliyetuvunjia nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametushindia kesi. Aliyevunja zile nyumba 37 ameshindwa kesi na sisi tumeshinda kesi. Mahakama ikamtaka arudishe viwanja, lakini kwa upendeleo Mungu aliyetupa sisi na wazazi wangu, nyumba yetu ijengwe na tulipe fidia milioni 10. Ndio. Hakika Mungu wetu ni mnene, uongo kweli? Sasa katika nyumba 37 mmoja ndio ijengwe na kulipa fidia milioni 10. Hauoni ni upendeleo? Namtukuza Kristo. Tudumu ndani ya madhabahu. Tudumu ndani ya Mungu. Tusimame katika imani, tusiyumbishwe na kitu chochote. Mungu wa mbinguni awatunze. Mungu akawawezeshe. Baba, katika jina la Yesu, huo ushuhuda na upandisha msalabani kwako. Tunakushukuru Mungu uliye hai, na kila mtu aliyeinua mikono, wenda kuna jambo ambalo unapitia, basi Mungu anaenda kulikamilisha siku ya leo hilo jambo lako. Wale ambao pia kwa namna nyingine, kuna namna wanaonewa, nataka nikuambia kwamba Mungu ameweka malaika kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya kwenda kufuatilia kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Kuanzia sasa nikutamkie mafanikio katika familia yako. Amen. Kwa Bwana makofi. Jamani, samahani, ushuhuda mmoja. Kanisa nilikuwa tena na kesi nyingine mahakamani. Kuna mtu limpa fedha zangu akawa amekataa kunirudishia. Sasa cha kushangaza, Mungu bado alinitetea. Siku nilipoenda kueleza ile kesi mahakamani na siku ya mwisho nikawa najibu vitu viwili tofauti. Lakini namshukuru Mungu, bado Mungu alinitetea. Yule mtu nilimkopesha kiasi cha fedha cha 1,300,000 akawa hataki kunilipa fedha zangu, lakini nikaenda mahakamani. Mungu tena akanipa nafasi, badala ya 1,300,000 akatakiwa anilipe shilingi 7,900,000. Kwa nashukuru tena Mungu amenipa neema, ameshanilipa hizo fedha. Mungu akubariki, shukrani.